nikupe jina gani, kwani jina la Yesu ni upekee wako. Nikupe jina gani, kwani jina la Yesu ni upekee wako. Nikupe jina gani? Nikupe jina gani, kwani jina la Yesu ni upekee wako. Majina yote mazuri yako, nikupe jina gani, kwani jina la Yesu ni upekee wako. Majina yote mazuri yako, nikupe jina na nuru yangu, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu, wanitazama kama ya jicho lako. Usifiwe Bwana, usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe Bwana, wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu, wanitazama kama mboni ya jicho lako. Usifiwe Bwana, usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe Bwana, wewe ndiwe mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu, wanitazama kama mboni ya jicho lako. Pigia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, amen, amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Tumemwabudu Bwana. Ninataka tutumie dakika hizi chache sana. We want to praise Jesus. Amen. Nataka tumsifu Bwana Yesu. Kama vile Daudi ametuambia asubuhi ya kwamba nitainua macho yangu tazame mlimani, maana msaada wetu unatoka kwake. Amen. Natumai ya kwamba umezungumza na Mungu dakika ambazo tumekuwa nazo tukimwabudu Bwana. Natumai ya kwamba umekuwa na nafasi yako mzuri ya kujiombea. Amen. Kwa hivyo nataka tuwe na nafasi mzuri ya kumsifu Bwana Yesu. Anajua kwamba Bwana anaenda kutubariki sana. Amen. Sipigie Yesu makofi ya kilo katika jina la Yesu Kristo. Ninapokaribisha praise and worship team ili waweze
Peleka kumsifu Bwana Yesu. Najua kwamba Bwana atatusaidia sana. Amen. Tusalimie mwenzako labda hajasikia Kenya nimesema. Alafu Asha, tunawaomba kwa upendo wa Mungu. Ni vizuri wakati mtu anaingia pale akihitaji bahasha, mpatie bahasha na itakuwa ni vizuri. Amen. Hallelujah. Jana mtumishi wa Mungu akanena kitu ikabariki moyo wangu. Akasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Amen. And I got a big revelation because of God. Nilipata ufunuo wa kipekee. Wakati unapoingia katika sifa, msifu Bwana Yesu ni kana kwamba hautamsifu tena. Amen. Maana breakthrough yako mara mingi ninasema unaweza kosa kuzungumza na kuomba vizuri, lakini unapomsifu Bwana unatoa sifa kutoka ndani ya moyo wako. I'm telling you the truth, Mungu mwenyewe anakushughulikia. Ndio Biblia inasema itoeni mili zenu ziwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Bwana. Amen. Na kwa sababu tumefundishwa kuhusu kingdom, na ndio bado neema ya Mungu iko hapa, tunaenda kufundishwa tuelewe kingdom ina vitu gani ambazo sisi kama watoto wa Mungu tunapaswa kujua. Inua tu mikono yako juu namna hiyo. Nataka tumshangilie Bwana Yesu. Amen. Na useme ya kwamba Bwana, ninatoa mikono hii kama dhabihu kwako. Ninatoa kinywa hiki changu, ulimi wangu Bwana, ninautoa kama dhabihu. Ya kwamba Bwana, nitakapoongozwa kukusifu, ninatamani mwili wangu leo hii ukutolee dhabihu ambayo Bwana itaguza moyo wako. Kupitia sifa hizi Bwana, maisha yangu isibaki sawa tena. Na kila wakati ninawaambia, siku zote umeingia kwenye ibada, wacha siku kama ya leo ni siku mpya kwenye maisha yako. Tamani kitu kipya ndani mwako kitendeke. Oh my goodness. I wish nimesema hivi na usikie hiyo. Amen. Kuna vitu Mungu anaweka ndani mwako kama utakuwa sensitive. Amen. Tamani tu ya kwamba leo, na huwa mimi ninauliza na bado nitauliza tu. Umeishi siku nyingi, umeishi Jumatano nyingi sana za huko nyuma, lakini hujawahi hii siku. Niguo kana tigo. Jana nikiangalia kwa TV, ndio tuingie kwa praise, nikaangalia watu wa familia moja, 7 people died. Na nashukuru Mungu ya kwamba apostle alikuwa anainua madhabahu ya kucancel accident, and we thank God. Amen. Ni Mungu alimzungumzia. Hallelujah. Nao nikawa ninajiuliza, hizo mili vile zimelala hivi, hao watu walikuwa na future. Amen. Walikuwa na maono makubwa. Ungeuliza kila mtu plani yako next year ama hii mwaka, kila mtu angekwambia. Lakini mambo ikabadilika. Na hao wote ni jamii moja. Baki hata nilikuwa naangalia, hata wengine walikuwa hata wanashindwa kuongea. Maana it's very painful. So wakati ambapo mimi ninakuona nikikwambia ya kwamba ninatamani nione ukizungumza na Mungu, ukiomba Mungu, ninaona unaniangalia hivi, nasikia naweza chukua kibogo nikunyoroshe. Amen. Wakati mwingine nakwambia, jamani, tumia nafasi hii, shukuru Mungu kwa sababu ya uzima uko nayo, unaniangalia hivi. Ninatamani jamani, I wish you knew that hata vile uko hivi ni muujiza. Amen. Ni muujiza tu, vile uko hivyo ni muujiza. Vile unatembea tu hivi ni muujiza. Vile unaona hivi ni muujiza. Vile unapumua hivi ni muujiza. Wakati unapoambiwa ya kwamba hii ni wakati wa wewe kuongea na Baba na kumshukuru, ninatamaningi kuona watu wakiwa wanalilia huyu Mungu nikana kwamba watu hawaimulilia tena. Amen. Anyway, we thank God. Let us praise Jesus. Na ninaamini Bwana atatusaidia sana. Hallelujah. Ukaribishe tu jirani yako, mkaribishe tu. Mkaribishe na uangalie kama ana smile. Ni wakati mwingine mwambie wacha stress.
Yes. Umekuja kwa nyumba ya Bwana, na ndio wanasema yangu hapa, nimo ndani mwa Yesu na burudika, nimo ndani mwa Yesu na burudika. Yani vile tuliingia hapa, already umeingia kwa nyumba ya huyu Yesu, umeingia kwa hii nyumba ya Baba. Kwa hivyo wewe na mimi unapoingia hivi, wewe ondoa stress zako. Amen. Usiangalie landlord anasema nini, usiangalie kama ulikula ama ukukunywa. Lakini vile Mungu amekupea neema ya kuingia hapa, unasikia tu kuburudika. Angalia jirani yako uone kama bado angali na matatizo. Angalia tu uso yake. Angalia tu, huyu mtu anakaa kuhurumiwa kweli. Amen. Hallelujah. Natamani kuona wazee wameinua mikono juu namna hiyo. Wamama wameinua mikono juu namna hiyo. Vijana wameinua mikono namna hiyo. Nataka tumpatie Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi na vigelegele, na mchezaji vyombo waimbaji watakuwa anaingia kwa pulpit, na najua Bwana atatusaidia. Inua mikono juu. Haya, 1, 2, 3. Patia Yesu sadaka. Sadaka, mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Mpe huyo Roho Mtakatifu sadaka nzuri kwa jina la Yesu Kristo. Aha. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are worthy of my praises. Oh, Alpha, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Alpha, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. Alpha, Omega, you are worthy of my praises.
tumefika, tumeona nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Tumefika, tumeona nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika, tumeona nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Tumeona nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Mahali tumefika, tumeona nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Tumeona nguvu zako, mahali tumefika, tumeona nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Hapa tumefika, tumeona nguvu zako, ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza.
makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Unaweza keti kwa kiti chako cha muujiza. Amen. Ambia your neighbor bado round 2. Amen. Wewe tu ni mgeni mara yako ya kwanza kukua kwenye ibada ya leo. Inua tu mkono wako juu kwa jina la Yesu. Mara yako ya kwanza kuingia mahali hapa. Pigia Yesu makofi mazuri kupata watu wa nguvu kama nyinyi. Amen. Ungekuja hapa hiyo saa 11, watu ambao wanaomba mahali hapa, be a God, bring people. Bwana leta wageni. So wakati ambapo tunakuona namna hiyo, ni jawabu Mungu ametenda. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tunawapenda sana wageni wetu. Karibuni sana. Niruhusu tu nipatie tu mtu mmoja tu at least atusalimie, na ninajua kwamba Bwana atatusaidia sana because of time. Amen. Tumejifunza leo ya kwamba Daudi akasema nitainua macho yangu nitazame mlimani. Msaada wangu unatoka wapi? Unatoka kwa Bwana. Amen. Aliyezifanya mbingu na nchi. Oh God. Msaada wetu jamani uko kwa mikono ya Mungu. Amen. Muujiza wako uko wapi? Kwa mikono ya Mungu. Healing yako, deliverance yako, restoration yako yote iko kwa mikono ya nani? Ya Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Siniruhusu tu jamani nipatiane mtu mmoja tu atusalimie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anajua Bwana atatusaidia sana. Na nitapeana tu nafasi pia watu wawili, watu ambao wako na testimony. Amen. Kile Mungu amekutendea tangu kuja kwa hii madhabahu, kuna kitu ambacho naweza mwambia Bwana. Amen. Na nikawaambia kwamba kama kuna kitu ambacho shetani utetemeka sana nacho ni testimony. Na ndio Biblia inasema ya kwamba na tutamshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote tu unaposimama na kutoa testimony tu peke yake, shetani anajuanga ya kwamba huyo na mimi tumemalizana. Amen. Ni kwa sababu ameshuhudia huyo Mungu wake. Wachana huyo Mungu wake siwezi mguza. Amen. Because of God. Simama tu kwa mguu wako, kuje tu hapa mbele utusalimu na tutashukuru Mungu sana. Pigia my brother makofi anapokuja kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Is there another mic? Amen. Okay. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Paulo wa Johi. Paulo wa Johi ni yule ni ameokoka na anakiri Yesu ni Bwana. Kupitia yale Mungu amempeleka na zile hatua Mungu amesidi na ameendelea kumpeleka. Na nina upendo. Hata jana niliomba maandiko, nikasoma maandiko, nikasoma mambo ya Daudi, na ni kweli hata asubuhi ya leo nimekuta hiyo bado neno ya Daudi ndio inaendelea. Maandiko ilinionyesha tangu utotoni wa Daudi alikuwa ametaguliwa na Mungu. Hata kwa familia yao vile alikuwa kukakosa mtu wa kumwagiliwa mafuta kwa ile familia, kwenye alitolewa kwa kichaka akichunga mbuzi. Alipokuja hivyo akakuja kikua mpaka akakuwa mfalme wa Israeli. Amen. Wakati alikuwa mfalme wa Israeli, kitu alienda yeye hakutaka kujua kama ni mfalme, lakini alisimama na akasidi kutafuta uwepo wa Mungu. Hiyo Daudi ananitia nguvu sana na mutiti sana. Sababu yeye alipokuwa kiongozi wa Israeli alikuwa mfalme, alitaka kuwa sana na kuona uwepo wa Mungu. Nami wakati niliokoka nikasema hebu nijifundishe na Daudi. Sababu tamani kidogo nilikuwa naona kijiji kwa kwetu kukiibiwa ng'ombe ama duka ikifujwa. Kuna watu wanakuja wanajipaka maragi na tunyungu, wanazunguka kwa mtaa, wanapeana siku 5 hiyo ng'ombe ikuwe imerudishwa. Na hao watu wanajiita waganga. Na hapa kuna Kings Ngafi umetufundisha hiyo maandiko na inanifundisha bali sana. Sasa wakati hiyo
ule mtu anazunguka huko usago, anasema mwenye ameiba ng'ombe, mwenye amefanya arudishe, na tumempea siku 7, siku 17. Anajiita mganga, watu wanatokesea kumuona. Amen. Lakini nikajifundisha ule anabudu Mungu, lakini ni counterfeit, na anaamini ule Mungu wake anatenda na anafanya. Na watu wanazunguka wanatokea hata kwa masaba kuona ule Mungu. How comes mimi niko kusimama na ule Mungu oriji. Amen. Pigia my friend makofi mazuri kwa jina la Yesu. Amen. Ni vizuri wakati mwingine tu vizuri kujitambulisha na Mungu. Amen. Na Mungu atakuacha, atakupigania siku zote za maisha yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Uko tu hapa, you have a testimony chenye Mungu amekutendea tangu kuje mkutano hapa. Inua tu mkono wako juu. Amen. Wow, pigia my sister makofi mazuri anapokuja kushuhudia kile Mungu wa mbinguni amemtendea kupitia madhabahu. Usipigie Yesu tu makofi mazuri kwa jina la Yesu. Thank you, thank you, thank you, thank you. Pigia makofi hadi afike kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Naitwa Nyambura. Nimekaa hapa, I think now it's a month, but chenye hii madhabahu imenifanyia mimi hata nimeshtuka, because I think it's last week but one apostle alituombea hapa on Wednesday na akatuanoint, na aliniombea hapa kwa madhabahu. Alipotuombea hapa, aliponiombea hapa kwa madhabahu, something happened that week. Hii madhabahu naweza sema imelipua watu 3, imefanya watu 2 walazwe, na imepatia stroke watu 2. Bona imefanya hivyo, wote walikuwa wameshikwa wakiwa na picha zangu wana bewitch. Nitasema hizi bili juu ya time. Mmoja ameshikwa airport. Vile tumeombewa on Wednesday, on Thursday I traveled, nikatumwa job, so I traveled. On Thursday yeye akaenda airport. Sikuwa najua, so as per her confession amekuwa akienda airport every month kunifunga. So vile alienda, on Wednesday tumeomboa, Thursday nimetoka, I've traveled. So yeye amekuja Thursday kufanya sala kazi zake, amekamatiwa airport, ameripuka airport na picha zangu. Niko na video yake, sijui singetaka iende on air, but sijui naweza ionyesha aje. Sasa ana confess akisema what she have been doing. Every month anaenda airport kunifunga, every month anaenda airport kunifunga, amelipukia huko mpaka saa hii ni chizi. But ananiambia Nyambura nisamee, but me I don't know what to do. Haya, mwingine ameripuka akiwa kwake, still na picha yangu akinifunga, nisikawai sijui marriage, sijui sitawahi kupata marriage, sijui nini. Haya, mwingine wamama 2 wenye wamelazwa wameshikwa mchana, sijui alichanganyikiwa ama ni aje. And this happen last week after sasa kukanyanga hii madhabahu. And that's why I want to kuhimiza watu, hii madhabahu si madhabahu tu. Hapa kuna nguvu ya Mungu. Amen. Hii si madhabahu tu, na Mungu ameita mtumishi wa Mungu Apostle Dura Waroingi. So many people know him from his past, but I'm telling you, huyo mtumishi ameitwa. Hawa 2 wamelazwa, wameshikwa mchana, it's like ni wachawi, wameshikwa mchana wakibiwitch shamba yetu Ishagi, wakiwa uchi mchana. Si uanga wanafanya vituko zao usiku, sawa walichanganyikiwa wakakuja mchana, so wameshikwa mchana.
So ni kama it's like 6 to 7 people wamechizi. So juu ya time na singetaka hizi video ziende like juu kuna mambo ya familia inaendelea juu ya hiyo. Wacha tu nisionyeshe sahi, but nitaileta baada after the family have settled everything. But nataka kuambia ukikuja ujue unakuja mahali kuna nguvu ya Mungu. Kuna mtu anakusumbuanga, kuja hapa kwa madhabahu atakupigania. Asante. Wow. Pigia Yesu makofi mazuri. Mbona unaona wivu? Nimesema tuangie Yesu makofi mazuri. Hata sio kumpigia makofi, mpe sadaka nzuri huyu Yesu ya makofi kwa jina la Yesu. Na maandiko yanasema hivi, na mchawi asiishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi huwa ninasema chenye mtu anapanda ni lazima avune. Haleluya. Na hiyo ni maandiko. Kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa amezoea akishika tu wafalme alikuwa anakata kidole chake cha gumba. Na siku moja na yeye naye akanaswa. Chenye alifanyia watu, Biblia inasema ya kwamba pia na yeye alikata hiyo kidole cha nini? Cha gumba. Hapo ndipo mwenyewe akakonfesi akasema, chenye mtu anapanda ndicho anavuna. Haleluya. Na mimi ninashukuru Mungu kwa sababu wewe ukienda kwa wachawi, wacha mimi nikimbie kwa huyu Yesu. Tuone kati ya Yesu na mchawi ni nani anaweza. Anaweza. Pigia Yesu makofi mazuri. And I thank God because of my sister. Amesema hivi, hii madhabahu ni moto. Amen. Na kila wakati ya wadada Apostle Dura Warigi anasemanga, wewe wacha visirani, kuja kwa madhabahu, ngangana na hiyo madhabahu, na hiyo madhabahu ikupiganie. Tolea tu hiyo madhabahu sadaka. After kutoa hiyo sadaka, wewe enda, huyo Mungu atakupigania. Nimeshangaa sana wakati anasema, ninaangalia hao watu Mungu amewachanganya wakifikiria ni usiku kumbe ni mchana. Hii inanibariki hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yani na ndio mwimbaji akaimba, ama neno la Mungu Zaburi inasema ya kwamba na Bwana anaandaa meza juu ya watesi wangu. Amen. Ni lazima Mungu kwanza akuinue kwanza, uone hao maadui wako vile huwa wanakuchimba na vile vituko ambayo wanafanya. Oh, glory to God. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Yani mwadhenya, wakati ambapo wewe unafikiria ni usiku, Mungu analetaka kuchanganyikiwa. Oh God. Amen. Wamejipanga. Baka hata unataka nianze kuhubiri na nina wacha tu hiyo niwache. Amen. Oh God, our God is faithful. Ambia mwenzako muamini Mungu. Wale walio kufunga kwa uchawi, Bwana sai hawaendi kulala. Yani mtu anaingia airport, anaenda tu, yani amechukua tu yani picha yako tu. Lakini hata mimi ninashindwangu, ukinivuta kazi na hiyo kazi hautapata, imekufaidi na nini? Ni promotion gani yenye utapata? Hakuna. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninashukuru Mungu. Na Bible inasema ya kwamba nitawapiga maadui zenu kwa upofu wa kiroho. Ategaima watu wanazunguka. Yani ni mchana, lakini mtu anatoka kwa nyumba anasema naenda kuroga. Na kumbe wakati kama huo ndio ni asubuhi, watu wote wanakuona ukiwa uchi. Amen. Dhamini Mungu. Amini Mungu. Heshimu hii madhabahu. Madhabahu itakupigania. Ana akaelewa, hakuna mtu anaweza nipea mtoto, lakini madhabahu itaniletea mtoto.
itaniondolea aibu. Na wewe umekuja kwa hii madhabahu, ninakuaminia kwa jina la Yesu ya kwamba hata kama imani yako ni kidogo, wacha tu mjioni ya leo, mchana wa leo, Bwana inue hiyo imani upate kile ambacho umekujia kwa hii madhabahu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Another testimony. Hallelujah. Hallelujah. Lakini hiyo testimony nyingine si tuisongeshe wakati mwingine. Simama kwa miguu yako miwili. Maana wakati wowote our dad atakuwa anaingia kwa hii madhabahu ili aweze kunena kile ambacho Mungu wa mbinguni amempatia hii wiki. Kuanzia Monday, on Tuesday, Wednesday amekuwa akiambia Bwana nipe neno la wakati. Amen. Na huyo Mungu ni mwaminifu. Amempatia hilo neno. Na nitamanio moyo wangu ache hilo neno liwe ni lako. Na hilo neno liwe ni langu. Hallelujah. Nimewambia hapa nikasema ya kwamba niliitiwa kazi ambayo nimeitafuta muda mrefu. Lakini Mungu ni nani? Nikapatia mwingine hiyo nafasi na Mungu akanisongesha kwa watu wengine. Amen. Hallelujah. Ingelikuwa ni wewe ama ingelikuwa ni wewe unaambiwa ya kwamba unaenda kuanzishwa mshahara wa 150,000. Natumai kama ni microphone ungeiacha hapa mbio ukimbie. Lakini kwa sababu nimeona na nimetii that God speak to my daddy ya kwamba inaitwa nini? Mic itanituza na kunihifadhi, na ni ukweli imenituza na kunihifadhi. Tuangia Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Kwa hivyo kitu gani ninataka kukuambia? Muamini Mungu. Ambia mwenzako muamini Mungu. Kama my sister ametoa testimony ya nguvu kama hiyo, baka hata sasa si ati ni story, ako na evidence kile Mungu anafanya. Kama Mungu amemtendea hiyo, wewe ni nani asikutendee? Hallelujah. Si muamini tu Bwana Yesu. Si muamini tu yo Yesu. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana asante. Hakuna kitu ambacho hakiwezi mshinda. Wewe una struggle tu ni kwa sababu ni wewe mwenyewe umetaka kustruggle. Daudi bado anasema tangu aokoke, tangu amjue Bwana, hajaona mwenye haki wa Mungu amemwacha. Na wewe ambaye umefanyika wakati kama huu na majira kama haya, wewe ni mwenye haki kwa Mungu. Huyo Mungu hawezi kukuacha. Ningetamani tukusikia hizo sauti tu mkimwambia Bwana, Bwana, Bwana niko hapa tu. Natamani kusikia watu wakimwambia God, today it is my day. Ni vizuri wakati mwingine unasikia tu umechoka na hali ambayo uko ndani. Ni vizuri tu unasikia hapana, nimehangaika ya kutosha. Na Baba Mungu mchana utu wa leo, si unisaidie tu. Si unisaidie tu. Si unisaidie tu. Nimekimbia kwa msaada. Nimekimbia, nimeomba watu msaada. Hata baka jina langu linajulikana. Watu wakiniona tu wanaona mtu wa shida. Oh God, ni vizuri kuchoka tu na hali fulani inayokusumbua katika mawazo yako. My sister ni kama vile ambavyo amekonfesi hapa. Alichoka kaona why come that God ameniumba na amenisaidia. Ni kwa nini? Na akasimama kwa pengo. Akajua ya kwamba wacha nikimbie kwa madhabahu. Labda hii madhabahu itanitetea. Akiwa nafikiria hivyo, naye Mungu naye ni nani? Anasema niite na mimi nitakuitika mwanangu. Anasema niite nami nitakuitika kijana. Anasema niite kijana, niite mzee nami nitakuitika tu. Oh God, fungua tu kinywa chako mwambie Bwana Yesu niko hapa tu.
Hii mlima ninayopanda Bwana, nisaidie kupanda kwa uaminifu tu. Na mara kwa mara huwa mimi ninasema na bado ninarudia, wakati unaona mambo yakiwa mazito na magumu, jua ya kwamba hapo mbele tu kuna mteremko. Wacha jioni ya leo na mchana wa leo, laiti Mungu wa mbinguni angekusaidia uinue imani yako tu, mwambie Bwana, ninajua hata kama ninapitia changamoto hizi changamoto ni za muda tu, lakini Bwana nishike tu mkono tu, nishike mkono, nisije nikaangalia vile vitu vinavyonisumbuka, hadi Bwana niwache kuwa na hiyo tumaini kwako, kwa jina la Yesu. My God, tamaningi tu kikuja tu, tamani tu mchana wa leo ya kwamba Mungu ageuze tu mawazo yako. Every time, every moment, wakati ninakujanga tu kwa kanisa ili ama ninaingia kwa hiyo mlango, ninaambianga Bwana Mungu, ninahitaji tu Bwana leo hudumie moyo wangu. Shughulikia moyo wangu tu, shughulikia mawazo yangu. Fungua tu kinywa chako tumwambie Bwana, God today, laiti ungekuwa kama ule mzee aliyemkimbilia Yesu wakati shetani alikuwa ametesa mtoto wake, amemgandamiza. Akaangalia, mimi nilizaa huyu mtoto awe faraja katika maisha yangu, awe mtu wa kunisupport, lakini sikumuiti kumzaa awe tu shida, awe tu mzigo kwangu. Hapana. Ninashukuru aliposikia habari za Yesu akakimbia akamwambia Yesu, nimekuja tu kwa sababu ya mtoto wangu. Mara nyingi shetani huwa anamgandamiza, anamtupa kwa moto, ana roho ya kifafa. Hiyo kifafa inatakanga kumwangamiza, lakini tu Yesu, nimesikia ya kwamba watu wengi wamekimbia kwako. Yule mama alikuwa anamwaga damu miaka 12, alipokimbilia akapona. Ukaenda jamani, ukafufua Lazaro. Ninajua tu wewe ndio umebeba jawabu ya mtoto wangu. Yesu akamwambia, wewe mzee, sikia, ukiamini tu yote yanawezekana. Neno la Mungu wa mbinguni linasema ya kwamba huyo mzee akajiita kama mkutano, akaona ya kwamba imani yake haiwezi fanya lolote. Ninashukuru Mungu alitumia ulimi wake, akamwambia Yesu, nisaidie kwa kutoamini kwangu, nisaidie ni kuamini tu. Yesu akamwambia ukiamini. Nami jioni ya leo na mchana wa leo, ukiamini tu, hilo jambo naloliona ni zito kwako, huyo Yesu anaweza. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna shuhuda zingine huwa zinatolewa na tetemeka tu, shuhuda ambazo zinatolewa kile Mungu anachofanya ni vizuri. Saa zingine tamaningi hata wewe watu wasikie ushuhuda wako. Shirarabo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. Baba, siku ya leo tuinulie imani. Tunakuamini mchana wa leo, tunakuamini kwa mambo makubwa, mambo ya ajabu unayoenda kutenda katika maisha yetu. Na Baba, vile tumekuja kwa hii madhabahu, tunaamini Bwana unaenda kututetea kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Inua tu mikono yako juu, muinulie tu Bwana Yesu mikono juu. Tunapo tu nasikia, sijui kwa nini nasikia tu praise wimbo moja kama sadaka tu. Amen. Sadaka tu, tumtolee Bwana sadaka ya sifa moja kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako, nataka mimi, na uite jina lako. Mimi David. Sema jina yako.
ninataka kumtolea Bwana sadaka ya sifa kwa ajili ya Mungu. My sister there, niangalia hapa. Kuja hapa. Ni wewe na kuangalia, kuja hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tumtolee Bwana sadaka ya sifa moja. Wacha nikupe muda, enda ambie huyo mwanaume ni wimbo gani unataka kupraise. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akiwa tu kabla anaenda mahali pale. Hallelujah. Taka tumtolee Bwana sadaka moja ya sifa. Na naamini Baba atakuwa anachukua nafasi hiyo. Amen. Haya, inua tu mikono juu. Hallelujah. Oh God, mimi ninasikia already Mungu ameanza kunihudumia. Amen. Kuja hapa jamani. Tunataka tumtolee Bwana sadaka nzuri ya sifa. Amen. Kama Mungu anaweza changanya watu, na mimi ninashangaa labda hata saa hii wanasema huyo mchawi huyo mganga alitudanganya akafanya sisi twende tushikwe tuaibishwe. Wanasema usiguze mtu ambaye amepakwa mafuta. Tengenezea hii maiki vizuri. Chukua hii yangu. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you. Father, we thank you. We worship you and we glorify your name. You are the King of kings, the King of salvation, the Master, the Lord of lords. We worship you today. We glorify your name. As you are seated on your throne as a king, a leader watching over us,
God, we glorify you again. In Jesus' name, somebody say amen. You may be seated. You may be seated. I balance that. Okay, thank you very much. We are still on the topic of the kingdom. And I want to just salimia mwenzako tu, mwenye yako karibu na wewe, mwambie habari yako. In your own language, in your own language. In your own language. Kama wewe ni Mkerenyaga, abai mondo. Abai mondo. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, just say, wasalimie watu wawili watatu. Unajua unaweza kuwa na mtu hapa unafikiria ako normal. It is always good. Unaangalia huyu, ongea na yeye tu. Unaweza kurealize si normal na kichwa iko karibu kuruka. Ako na pressure. Umeona? Sasa ukiona venye amekujibu utaelewa this is a volatile. Hii ni bomu, inaweza lipuka anytime. Lakini sasa ukikaa tu na mtu unasikia gumi, inua mkono yako juu usikie hapa gumi du. Ndasema niki kaguko kuko na goma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So wakati nilikuwa nikisoma nikiwa kijana mdogo. Sasa nimezeeka. Sijui ni watu mnaonaga nini mzuri kwangu na nimezeeka. I'm very old. I'm very old. But I thank God because of that age, because they told me age is not just but a number. Age is a number. Age is the quality of you becoming a tool to be used by God. God does not look at your face. He looked at the level of maturity that is in you. That is what God will use to give you a position. So when you say age is just but a number, you disqualify yourself from that material to be used by God for his services. Bakoroe mukuru tia utidoke haka jwele cia sige atenege cia white hitha ni korode jwele ile koraga mimi ni ile nywele yangu hatusikuwa na hitaji. Unajua tulikuwa nasomea shule ya secondary ya Berikwa day, na wakati mwingi tulikuwa tuna stima inapotea kwa sababu ya kutolipa rent. Sasa radio day anang'oa mlango ama anakata stima. So mimi sikuwa nahitaji stima sana, nilikuwa tunatafuta comb kichanuo ukifanya tunywele unafanyanga hivi tunawaka hiyo ndio unaonaga nanyoa. Si nyoage ati kwa sababu kuna kitu naficha. Nikanywele kagu na stiri wa yani kitu kimoja. Sasa naona afadhali itoke iaje kunisubua, kwa sababu hata venye inaweza kukaa hivi ishikwe na burageti inashikako inakaa gumu. Sasa nitashida nikitoka burageti pole. Unajua mnafikiria kama mimi sikusoma. Mimi nilisoma. Tiko nyona katade nyeje. Mimi mnoti nyeje. Nilisoma na nilipita. Kuna watu nilikuwa naonyesha hesabu. Walikuwa na yani ukifikia ukiwaona shule huko ama ukiona huko town unafikiria alikuwa mwelevu. Hakuwa mwelevu, alitumia akili yangu. Hebu tu huyu jamani mmoja kuja. Kanyare huyu tulisoma na yeye. Na mimi hesabu yote nilimuonyesha. Na sasa hapa Nairobi anakinyamazishaga watu wote Nairobi hapa. Ati mpigieni makofi. Bye. Yeah, salimia watu. Bwana asifiwe. Praise be to God. Mko salama? God is good. Naitwa Hezron Kanyare wa Thathere, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amenidumisha. Mimi nashiriki na sitam. Yetu tunaongea Kizungu ama Kiingereza. Si ndio? Alikuwa bado mkubwa wa scout. Unajua, I don't know how he was able to multitask. I don't know whether he multitask even now, but he was able to. And whatever he tried to do prospered. Tusoma shule ilikuwa inaitwa Moro Secondary, famous to 20 even today. And in form 1 or form 2 we could control form 6. Kwa hivyo our leadership did not started from form 6. It started from form 1. So he's a leader. He's a servant of God, I know. Follow him, support him, and God bless you. Thank you so much. I'm happy to be here. Thank you. Ukuje utoke sitam imekuwa sana. Hii ni mpya. Ukuje tuinue hii. Tutengeneze ile kitu. Amen. We talk. Yeah. I was able to organize them in my second month of secondary school. From 1. I was able to organize them and the entire school, and we did a strike.
because there was a teacher who was beating us in secondary school. So we controlled the form 6, the form 5, na tukawaambia tunaenda maandamano, na tukapiga shule, tukabomoa, tukachoma kila kitu. Na nilikuwa from my second month nikiwa secondary. Na sasa unachezaga na mimi, unafikiriaga mimi ni nani? Anaitwa Kanyare, wewe unaitwa Kenyare. You are not related. Usianze kuniambia nipatie namba yake. We are related. You are not. Therefore, for today we are still going on that topic of what? Sinasikia mpaka Kisugu yao ni ya sitam. Ningependa hiyo anointing ya sitam. We speak in English. Naongeaga hapa na Kisugu ananiambia we did not understand. Chaganjaga na Kikuyu na Kiswahili. Habari yako murebo? You look very handsome. So I'm reading the book of Genesis, chapter number 1, verse number 20, from verse number 24. Tuko bado katika God the King. We are looking at the kingdom of God, so that we may be able to understand what is a kingdom and why do we go to church. The difference between the religion and the kingdom. Is that the way we are? Tuko hapo. Those people I was with on Sunday, the second service, the first service we did our own things. The second service we did about the kingdom. Because I want you to understand what are the kind of challenges that you are facing and why do we face challenges. Jesus, we learned last time, Jesus never brought religion. Are we together? Jesus never brought religion. Jesus brought the affairs of the kingdom. He brought the affairs of the kingdom of God. That is why when he was asked by the disciples, how will we be praying? He told them, hallowed be thy name, thy kingdom come. Did you know one thing? Jesus never taught deliverance. He did deliverance. Jesus never taught healing. He did the healing. Jesus taught only on the kingdom of heaven. He did the power, the exploits of the kingdom. Meaning, he came to advocate the kingdom, not religion. Religion is not in the Bible. Read your Bible properly. From Genesis to Revelation, there is no religion. From Genesis we talk about the kingdom of God, which is not religion. Religion is an affair of man to substitute the interests of him against what he wants. Are we together? Munanielewa vizuri? Na mbona munaniangalia ni kama hamunielewi? That is what we learned last time, that Jesus did not have an affair of religion. Religion was created by man because they wanted to have a new thing that they would use to brainwash you, to blackmail you, because they wanted to achieve whatever they wanted to achieve. We wouldn't be suffering if we are children of the kingdom. We wouldn't be suffering if we are following the laws of the kingdom. Moses issued the laws. Laws are not issued for the sake of religion. The laws are for governance. Governance can only come from who? The kingdom. And we understood that God is the king, and the king has a kingdom, and the kingdom has a loyal family. So it is about the king, the kingdom, and the loyal family. So who are we? We are the loyal family. And if you are a loyal family, it means what? That you are not supposed to suffer on earth, because you are a son and a daughter of the king. You're not supposed to be sick. You're not supposed to be poor. You're not supposed to be suffering. You're not supposed to be facing the challenges you're facing. But because we substituted the kingdom and instead took over it against the religion, that is why we have been brainwashed. We don't understand. We don't know where we're headed to.
And we looked at sometimes, I don't like challenging these things that they do in churches. But I asked you just a simple question. The Bible says, did you understand that language? Ati, do not ever bow down to anything that has an image of here or the image of who is in heaven. It is only God. So you are told, even if the image you are brought is brought to you is the image of God, never bow down to it. Even if the image you are told, this is the image of an angel, don't bow to it. Is that not true? So when I am carrying a rosary and I'm saying this is Jesus and wake up in the morning, then I kiss, then I walk with it. I go doing business with it. Then after doing every business, nikimaliza biashara zote, nikifanya kila kitu, jioni wakati wa kulala ninatoaka mgadhi yangu naekelea kwa sturu, mimi naingia kwa blanketi. How will you live your God in the cold where ulale kwa joto? Is that not madness? Yeah? Is that not madness? No, I know you fear because most of you are from Catholic. You wouldn't want kuonekana makujulikana. And we have a father who got married just the other day. Father, simama juu. Simama tu akuelewe. Najua wananaga Atoro Daka they had some. This man is married. He is father. Father Emmanuel. Father Waigoro. The only father in Kenya ambaye ameoa. Lakini kuna wengine wameoa. How do you feel? Unasikiaje sasa kama ukiwa from the wilderness of being Mansoro. Now you have somebody who's asking you for sugar. And that is what we need to have and understand. Therefore, in the book of Genesis 24, and God said, let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock, creeping things, beasts of the earth according to their kinds. And, it's here. And the creeping things and the beasts and the earth after the kind, and it was so. God commanded that this be there, and it became so. Go on. And God made the beast of the earth after his kind, a cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. So everything that exists was put in an order after their kind. So God is a God of order. God is a God of proper planning. God is a God that puts things in a manner that nothing will go not according to the plan, but according to his plan. You are here not by a coincidence. You are here not by mistake. Not that you saw me on YouTube and that is why you're here. Not that you saw me on TV, that is why you are here. Not that you are told by somebody about me, that is why you are here. No, you are here because God had a plan with you that you will be here today and you will be hearing what I'm teaching you. You will travel from all over the country, from anywhere part of this world, and you will be connected to me because there is a connection that wants God between me and you, because you are carrying something for me and I am carrying something for you. There is no a connection that is one way. Every connection, it is two way. You are seated there to listen to me. I give you an information, but you are also so very important because there is something God impacted on you that I need. I cannot believe in this world alone. I cannot be doing things this world alone. So God made everything after and within the plans. So there is nothing that is existing, there is nothing that is working, there is nothing that is here that does not emanate from God. Did you ever sit down to ask yourself, the body you are carrying, it has got veins, arteries, and small things that are operating. At what time did God sit down to plan the body? That it has lungs, it has the heart, that this heart has a valve that is opening, another is closing. Who gave him this idea? Where did this idea come from? You have a leg, that a leg one must work, and this one is moving, and the hands are moving backward, and also you have eyes that are always seeing something. What is in the eye that is seeing?
that is not in the mouth that can see. God is a God of order. God is a God of plan. And whatever he executed on you, it is a plan. Meaning, anything can only be planned from the perspective of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything, Ruto is Ruto. I was delayed when I was coming because Ruto was going to Karen. And we were to be stopped for 1 full hour for Ruto to aende bafu aoge, akule sausage, alafu ndio atoke. Tulisimamishwa 1 full hour kwa barabara. Na ni askari anakaa kuna muuliza askari, why can't you use your brain? Tuende maana Ruto hajakuja. Akaniambia wewe, I'm following an order. Where did the order come from? They're from the police IG. Where did the order come from? From the IG, from the minister Kidiki, because IG was just informed Ruto anaenda Karen. So it is all within the protocols of power. You do and plan and execute the arrangement. How is Ruto going to be saved wherever he is? So that is the system of a kingdom. That is the system of God. When you have the system of God in you, you don't make mistakes. When you have a system of God in you, you don't find yourself in imaginations. When you are in the system of God, you work according to plan, because God has a plan over you. That's why he said, I got good plans, not to plan to destroy you, but plan to succeed you, to make you succeed. So everything that happens in your life is a plan. A plan that was way made. In the book of Jeremiah 1, the Bible says, before you were born, I knew you, and I anointed you and consecrated you and set you apart to become a prophet unto the nation. Meaning you are not alone. You have been planned. You have been organized. You have been put in a position that there is nothing you will ever do that is not part of God's plan. So don't say that I found myself there. It's not that you found yourself there. You are supposed to be there. So you got an angel, a leading angel that brought you here. The person that you met who brought you here was the leading angel, because as part of the plan, because the plan of heaven goes down, trickles down to man through the hierarchies of heaven. Therefore, anything that happens in your life, it is on a hierarchical plan. When you have that hierarchical plan of life, then nothing will happen against you. If God is saying that you're going to live in UK, anything, God will create an angel to do that job. Did you know that this cloth you are wearing was specifically meant for you? The cloth that you are wearing was specifically meant for you. That in China, a factory was created, then an owner of the factory was also created, and the materials were created. Why? So that you can wear this cloth. So the owner, the producer of the cloth, was given a loan. So the loan was projected because of you, because God wanted you to wear this shirt. Therefore, a loan was projected, and the loan that was projected was given to the owner of the factory, and somebody somewhere produced the materials because of you, and somebody somewhere did the factory because of you. So that again, a Kikuyu or a Somali or a Mukalenjin from somewhere went to Equity and was given a loan, traveled to China so that he can buy these clothes to come and sell them. And why? Meanwhile, there was somebody there, hapa kwa kioski hizi manyumba, to the stalls. A stall was established but just because of you. Then once the clothes arrives, you will be sent by God. Now God, the clothes has arrived. You will be moving in town and looking at every shop, and you will never find any good clothes. You will be just moving and moving and moving. You go, you see mzuri. What's the price? You are told 30,000, you go. What's the price? You told 40,000, you go. And when you reach at the shop carrying your clothes, where your clothes is, you will stand there. You ask, what's the price? They will say you 40,000. Remember, you have rejected the 30 and 25,000. Then you say 40,000. Can I give you 35,000? It's okay. It's okay. They will not argue, because that cloth you are wearing in the spiritual realm, it is written your name. And because of that name of yours, it has caused so many things to happen. It has caused to be a factory. It has caused people to get loans. It has caused containers to come to Kenya. It has caused KRA to be there. It has caused every system of the heavenly structure to be there for you to get what belongs to you.
So whatever that belongs to you, it is nobody has taken it away. It is still there. It is only the timing, the system. Because God is a God of good timings and also God of season. God does not work outside the season. He works within that time. He works within that season. When God has decided to move, when it is your season, nobody will be able to push you away from it. When it is your season, things will work. Joseph, when he was in his season of coming out, dreams started coming to everybody, including the king himself. Because it is a plan of God. He had a season. God had a plan on Joseph that I'm going to make him the first prime minister on earth. So what happened? He sent a dream to Joseph, a dream that will trigger people to chase him away. Hallelujah. God provokes something that will work against you, so that once it works against you, you will be removed from the position, because God does not work with those people who have contented in that position. He had to ask Abraham, get out of the comfort zone, because I want to bless you. I want to push you to the level that I want to make you a king unto the world. So when God wants to work something on you, Margaret, you will be hated by everybody in this church. When God wants to take you to America, you will be hated by your husband, and then you will start planning to run away from Kenya, because your husband is our Roige, and our Roige will cut your head. So what you will do, you will want to run away from this country, and once you start the planning of running away, you will find this lady waiting for you and telling you there is an opportunity going to America. Once you get in America, you find somebody telling you, you can surrender yourself to the system, and you you become a refugee. Automatically you become a refugee immediately, because God had planned everything. So nothing works that is not in the plan of God, and nothing that is not in the plan of God that is not from the kingdom. So the structure, I'm trying to re-emphasize on you, it is the structure of God on you. When you have the structure of God on you, it will prepare you to your successes. It will prepare you to where God wants you to be. It will prepare you to what you belong to. It will prepare you to what you are supposed to become. You will never become what you are not supposed to become. You will never succeed or win any battle if the time for the winning of that battle is not yet ready. So if you are in a challenge, you have been put on hold by God. Just sit, wait until that time comes. There is nothing that you will not get it. You will find everything, and everything is in place for you. Every plan of God is there for you. Every arrangement of God is there for you, because God is a God of planning. But when we go back to look, where did we make these mistakes? We made these mistakes because instead of moving towards the direction and the will and the plan of God, we instead brought in religion to substitute the plan of God on us. Because when we brought religion, we substituted the plan of God, because the religion is about our plan. That is why we go for theology to be taught, the word of God. And theology came from the word theo. Hallelujah. So that is now once we do theo and ology, so that when you bring them together, you produce something that is not a manifestation of the plan of God. Because the entire Bible does not speak about the religion. There is no religion in the Bible. If you go read your Bible properly, there is no religion in your Bible. There is no Christianity in your Bible. Christianity is not a religion. Christianity is an education on the kingdom. Christianity, it is propagation of the kingdom. Jesus came to propagate the kingdom of heaven. He always spoke of the kingdom. He always spoke of his Father. He told them, my Father, who is at heaven. And he told, thy kingdom come. That when you say thy kingdom come, that the government of heaven to come and live and walk with you. The government of heaven to come and be where? And that is why we say, when you ask for the kingdom of heaven to come, you are inviting the entire system of the government of heaven to come and be part of you. And when the entire system of the heaven comes and becomes part of you, it means everything and anywhere you go, you will be walking in the trappings of power of heaven. Therefore, you are not supposed to be sick.
You are not supposed to be suffering from poverty. Because when you are walking in the trappings of heaven, then you belong to every benefit of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are in the benefits of the kingdom, then every system will be able to work for you. Look at the same verse number 27. Verse number 27. That when every system that was given to you, you are given this system so that you can be able to walk according to the will of God. When you walk in the will of God, it is perfection of his plan over you. So when you're in the perfection of the plan of God over you, it means there is no challenge, no devil, no demon will come against you, no power that will be against you. Anything you want to do, it will be done. Where you want to go, you will go. Whatever system that you want to operate in, you will be operating that, because the plan of God is in you and the government of God is working for you. I'm telling you, if Ruto was to come to your rural area, which rural area do you come from? It's like so like, is there electricity there? I don't think there is electricity there. Maybe I could borrow. If Ruto, I come from a village called Kiambereria in Moro. If Ruto was to come to Kiambereria and there was no electricity in the night, he said yesterday, I'm going to Moro. But in the night, the Kenya Power people, I don't know where they will go and get electricity from. There will be electricity. By the time Ruto comes there, electricity will be there. By the time Ruto comes there will be a smooth road. Remember, you've been crying all time. You've gone to a member of parliament, has gone to stay to parliament. He's been crying. Your governor has been crying. Your senator has been crying. No response. But if Ruto says, I'm going to come to your village, there was no road. The road will be there. There was no electricity. The electricity will be there. There is no water. Water will be there. Even telephone, landline will be there. Because a president must have a landline. And the security will be there. There will be even an imaginary police station that will be created, and the KDF will be there. You will see military there. You will see nice cars. Range Rover will be there. Why? Because the king is coming. When you live in the means and in the plan of the king, everything that belongs in the kingdom, you will always get them, because you are a child. And you are walking in the plans and in the systems of the kingdom. But when you walk on the religion, you are walking on the plan of man, not the plan of God. I don't know whether you are getting that. Are we together up to there? That there's a big difference between kingdom and religion. Religion are houses like this one. And that is why when it comes to the kingdom, Jesus said the revelation Peter got. He asked, who do you think I am? Everyone spoke of Jesus. And Jesus asked Peter, who do you say I am? Son of a man? The living God. And what did Jesus tell him? The revelation you got, it is not from you. It is from my Father. And on the rock where you are standing. On what? On the rock where you are standing, I will build my church. Oh, did you get me? On the rock where you are standing, where you got the revelation from, I will build my church. So the church does not belong to Peter. The church does not belong to man. The church does not belong to your pastor. The church was meant and supposed to be built by Jesus, where the gates of hell will never prevail. Hallelujah. Did you get that? That he told on the revelation that you've gotten, I am going to build my church on that stone. The foundation will be me. Therefore, when I come and say, Kanida Kawarege, then you find it is me and my wife, poster pale, imewekwa picha pale mimi na my wife. Is that the church of Jesus? It is not a church of Jesus. That is my church. And whoever comes to my church, you are under me. You are my slaves, not the slaves of the Most High.
until the time that you bring in the kingdom and substitute the church, take it back to where it belongs, to the owner, then the flow of the kingdom in the church will not flow. That is why we keep teaching about deliverance. That's why we keep teaching about healing. That's why we keep teaching about things that are not supposed to be taught, because those are a part of the system of the government. Hallelujah. Ruto will never call police to ask, are you coming? Ruto will never call KDF, are you coming? Ruto will never call ministers, are you coming? No. It is an information that is passed. That is, Ruto will be in Nakuru. Period. It is not his problem to know. The car that is going to take him there, he does not even know what the color of the car. He does not even know the driver. He does not even know what kind of food he's going to eat. But Nakuru will be a beehive of activities. Why? Because the king is coming. And because this king is a representation of the country. It's a representation of the kingdom. It's a representation of the people. So he will come and he will find people waiting for him. Have you ever seen Ruto coming to announcing, wananchi wa Kenya, kesho nitakuwa Nakuru, si mtajitokeza? That is not his plan. It is announcement, Ruto will be Nakuru. There will be a chief there, a DCC there. The system of the government will move and swing in to make sure everything will be in order and in place. That is what happens to you when you embrace the kingdom of heaven. When you embrace God to become your king and remove religion from your mind. Religion is about brainwashing you. Religion is about making one person rich. Religion is about making a certain group, a group of people that they misuse you for their own successes. But when you bring God, you don't need that man of God. And that is why all these people, they have been changed. Because they don't belong to the kingdom, they have been substituted and they are called men of. Yeah? They are called men of. Ongea na nguvu. They are called men of. Men of. Men of. Men of. Men of. You see, you don't understand because you don't have confidence, because you've been brainwashed to fear. You live in fear. You cannot say as it is. They are called men of cloth. Is that what they say? That the men of cloth were here. Ruto was accompanied by the men of cloth, not the men of God. Men of God, they belong to the kingdom. They are identified by the kingdom of heaven. That is why they were removed from the kingdom and became the religious. The religious is for the men of cloth. Hallelujah. There is no sin that will torment you and kill you. There is no spirit of poverty that will torment you and kill you. When I come to speak about deliverance, I only supposed to speak about the kingdom, and the works of the kingdom will take place. That's period. Coming tell you that I see a car. I see a car from where? I see a piece of title. I see land from where? I see you flying from where? No. I need only to connect you to the kingdom of my Father, and everything associated with the kingdom will come to you. Everything. But when I am in a region, I will be seeing cars, and I am not telling you who dropped the car on the road by the roadside that the car I'm seeing. Because I will tell you there is a Prado, and you are so poor that you don't have any food to eat. But I'm telling you there is a Prado. Does that make sense? The Prados are brought by the Indians and the Muslims, and they go buy them in Japan. In Japan, they worship cows and the calves. The owners of the cars wanaabudu mang'ombe na watu wa msikiti. Wewe ni mtu wa bikudu na gojaga manini yaguke, rejirova yaguke, mukristo, murokore. People who does not have faith. If there is
any hopeless institution that we have on earth is the institution of Christianity. Because if you go to Muslim, I was a Muslim. I was Ibrahim Dora Waruingi. And I met all the leaders of Islam. Not local. I have gone to Mecca. I've worshipped in Mecca. I've thrown stones to the devil. But yes, we go there is a wall. You throw stones and some people die there. And many people want to die there. And because once you die there, you automatically go and live with God. And sometimes I was taught on how to kufuga bomu hapa. Nilipuka kwa sababu ya Mungu. Na ukilipuka kwa sababu ya Mungu na uue watu kama hawa makafiri. Sasa nyinyi ni makafiri. Ni uue makafiri nyinyi hapa. Ninaendaka kwa Mungu straight. Ukienda kwa Mungu straight unapatiwa 72 virgins. They are ever virgin. You drink your water, once you are through, inarudi tena virgin. Rahatupu. Then the house where you will be living there ni nyumba ya gold. A gold house. Pure gold house. You know, you can imagine. Na wewe hapa hupendi kufanya kazi, wewe unajiita hasira. Unaambiwa wewe ufanye kazi, unakaa tu hapa, Bwana atakuja. Hakuna Bwana atakuja, wacha ujinga. Nenda ufanye kazi. Go work. Bwana gani atakuja? Na si Bwana yako. Jesus came, hakukuja kutufundisha mambo ya kushinda hapo, alikuja he did actions. Alikuta watu wako na njaa, wakaambiwa hawa watu wako na mapepo, akasema no. Hawa watu si mapepo wako nayo, ni njaa. He did the actions of the kingdom. When you act the kingdom will reciprocate. Ilikuwa nini? Nikumbushe. Reciprocate. Kisugu yewe. Tulikuwa tunafundishwa na madam alikuwa anaitwa hata wate Mrs. Boro. Reciprocate kile alikuwa na Marigo Mrs. Boro, na yeye alikuwa teacher wa Ben 10. May her soul rest in peace. Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm trying to re-emphasize on you is that when you speak, let's go to verse number 26. Are you there? So God created man, verse 26 please. Are we on 26? 26, huh? Yes. And God said, let us make man in our own image. Who was he referring to? Who was he referring to? Let us make man in our own image. So, who was he referring to? He was referring to the cabinet. He was referring to people that he was working with. He was speaking to decision makers. Bwana Yesu asifiwe sana. He was speaking to people that once they are told this is what happened, he had to inform them, let us make man who looks like us. And then what? In our own image. And God said, let us make man in our own image, after our likeness. Why did he create? And why did he say so? In after our likeness. So these people, they have a character and a behavior of them. That is why he said, in our likeness. So whatever the man is carrying is what God is carrying, is what the angels are carrying. So you are such a powerful man, such a powerful creature, that you have the likeness of God. And then he said, and let them have dominion. Don't remove that. And let them have dominion. What is dominion? Dominion is to dominate, to have control, to have the manipulation of it, to have the power of everything. You can only have power over everything by dominating. Therefore, what God was creating here, after telling, let make man in our likeness, he was telling these people, let us now build a kingdom. Then this man, when he came and let them have dominion,
over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. He was telling them literally, let us have a supervisor of the earth. Because we are not going to live here, we are going to live in heaven. Because that is where God lives. So they wanted somebody who will be managing what they have. That is why you have been given dominion. And that's where now a kingdom was created by the king, then dominion. Hello? I thought you heard that. When they said, let's make man in our likeness, and then gave him dominion, that is the moment that the kingdom of heaven was created. Because a kingdom can never become a kingdom if it doesn't have those who are under it. So when he created man in his likeness, that is, and he gave dominion to man. Dominion was not ever given to angels. Dominion was never given to anybody. Dominion was given to man. Let him have dominion. And now dominion comes now. The king has formed a territory, and then he has given this territory to a creature to control it. Now, once it has been given creature to control it, it makes the king now have a territory. And the territory is given power. And this power is what we call dominion. Now you bring the name king and dominion, you form one word called kingdom. Hello? So man was given the responsibility. Because he's part of the kingdom, automatically man becomes the royal family. Because we are in the likeness of God. Therefore, whatever that we are doing, whatever that we are, belongs and works as per God. You breathe like God, you think like God, you walk like God, you sleep like God, you eat like God. Whatever you do, you are the likeness of God. Therefore, you are given power over the fish, power over the plants, power over animals, power over everything that have been given to you to control. Hallelujah. So when you are saying you are poverty, you have a problem. Kichwa yako si mzuri. If you are poor and you don't have anything hapa to eat, una chakula, kichwa yako si mzuri. Go read your Bible. If you are given dominion over the fish, is fish not food? Why are you hungry? If God gave you dominion over plants, is the plants not food? Then why are you hungry? Yeah? Why are you hungry? If God gave you dominion over cows, goats, kuku, kila kitu, rats, frogs, you have the dominion over this thing. Is frogs not food? Is a frog not food? Yeah? Is frog not food? Look at this lady. She's just looking at me. I ate a frog. I went to Guangzhou and I ate a frog. And it's very sweet than even anything you think. Hello? I went to Shenzhen. I ate a snake. Very delicious. Very delicious. You hear snake is poison. For you go to some parts of Shenzhen huko, utakuta mbuzi ni poisonous. So the poison of another man is food to another one. Nikakuletea nyama ya mbwa ni tamu sana. Very sweet. Nilikula. Because there was no any other food. I went to their territory, there uko ndani kabisa kule kwao. That is kule Guangdong. They know nothing. That is their food. And I didn't carry ugali with me. Sikubeba mrenda na mimi nikaenda naye huko. Nilijifanya sitakula siku ya kwanza, siku ya pili katumbo kalikuwa ameshikana na mgongo. Alafu nenda kwa simamba huko duka na kwambia this is very good nyoka. It's good for soup. Na unaona kinyoka kinatembea tu. Alafu kina He gave you power and dominion over anything that cripples on earth. You subdue it. Bwana Yesu asifiwe sana. Let's go back there. And dominion over the fish and over the fowls of the air
and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth on the earth. Next, please. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female were created. He, them. So, where, until hapo, where is religion? So, in the inception of man, there was no religion. There was no Buddhism. There was no Christianity. There was no Muslim. It was God and his own supervisor on earth. Hello. Then, please, brother. So, go next, please. And God blessed them, you see. After he did that, the first thing he did to this creature, he released a blessing. So you are not an ordinary human being. You are not an ordinary person. You are carrying a blessing from the word go. From the word go. You are carrying a blessing. So when you are carrying a blessing and you have the image of God, you are the blessing yourself. So you can release the same blessing to anything. And God said unto them, now telling them, be fruitful. He told them. So because you are carrying a blessing, you are carrying, when I bless, I say, you got my blessing, go and do it. I'm telling you, go do the way you want to do according to me. That's why you are carrying the blessing. I have given you the power. I have given you the power to rule. When you are carrying a blessing, you have the power to rule, the power to control, the power to do the will. So he told them, and God said unto them, be fruitful, because you are carrying the mandate. Carrying a blessing is carrying the mandate of God on earth. Therefore, and multiply and replenish the earth, and the most important thing of all, subdue it. So never allow the earth to subdue you. If it is either way, you either allow the earth to subdue you, that is why you are poor, that is why you are confused, that is why you are sick, that is why you don't know where you are headed to, that is why you don't know where you are coming, or you are going, you can carry nothing, because the earth has decided to subdue. You left that gap to the earth. But you have a mandate to do what? To subdue it. Make the earth be underneath you. Make anything that you need on earth be underneath you. When you leave that and you know who you are, nobody will be able to conquer you. Nobody will be able to fight against you. Nobody will come against you. No disease will subdue you. No king, no any personality on earth that has any power over you. You will say and it will work. That's why in my Form 1, second month of Form 1, first term, I was able to bring a strike in the school, and they listened to me, and I did it. Others were chased away from the school. I was not, because I worked smart. I came and brought Mungiki. Mungiki, I started when I was with him. He used to sit this desk, me, this one. I was creating Mungiki, yeye alikuwa anafanya hesabu. Ana akiniuliza na akifanya hesabu zake anashindwa, ananiambia hadi hata namuuliza kutonekea uleka. Anafikiria hata mimi nafanya. Namuuliza kwani nini nafanya? Ni hesabu. Okay. Nini subject gani tunaangalia? Ni ya 2 by squared. Alafu x squared na y squared plus x squared na hii itakuwa hivi, then you put kale kakitu inaenda hivi. So okay, weka hii na weka hii. Na nenda napata tick. And I was not with him. When I said, because I have the character of me to subdue. When you have the character in you to subdue, fish will never refuse you. Any plant will never refuse you.
Any zone, any country you go to America, you'll see subdue them. You go to Canada, you'll see subdue them. Whenever you go, because you have the character in you to make them go down, you become up. Because you are carrying a blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. The moment you know that you are carrying a blessing and you got the power to subdue, the power to control, even that husband that has been creating a lot of problem in you, he will not be able, and you don't need to run away. That woman that has been a problem to you, you not need to run away. You need just to subdue them. Because you're carrying a blessing and a power. When you're carrying a blessing and a power, then it means you are in control. Hello? If a Christian knew who they are under a leader called Jesus Christ, who is able and they came and conquered and controlled, then he will not be crying. Then be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion. Hello? And have what? Dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Every moving thing. Not one thing, not the elephant, not the tiger, not the chewy, not the cattle, not the cuckoo. No, everything moving on the earth is under you. Then you have no reason to rise up and say that we are struggling. You are not supposed to mention anything about the economy of this country. You are not supposed to say anything negative about your nation. You are not supposed to say anything negative about your president. You're not supposed to say anything negative about the KRA. No. You stand because you have the power to subdue and do things the way they're supposed to be done. Move the direction we are supposed to do. Leaders are not supposed to bother you. No. I got the power to change the direction of the president. I got the power, I'm carrying the blessing. I got the power to change the economy of this country. I got the power to change everything. On Sunday we did a sacrifice here. Go wait and see. Tell me whether from that day, there have been an accident from Sunday. Do your calculation. Be monitoring. Because we got the power. We just spoke to the flag. We told the flag, you are the owner of this nation. We don't want to hear accident in this country. And it was so. Because we got the power to subdue. And we have the dominion to say, no, this is not how things are going to be done. And over the fowls of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So you have the control over this building. You have the control over the seat you are seated on. You have the control over the traffic police. You have the control over everything. Yesterday I was being summoned by police. I was called by police. That come and report immediately. I'm Sergeant so-and-so. What did you want from me? No, you don't ask question. When we summon, you don't ask question. Then, when do you want me to come? Right now. No, I'm busy. I can't come now. Can you look at your diary to see whether next week, because I'm busy, see next week on a Friday whether you can make it. Oh, no, not Friday. The other week on a Monday. Because that's my resting day. They say, no, Apostle, we are calling you. No. I don't have the problem of coming. It's only my time does not allow me to come. And I'll come at my time, not at your time. And then I hanged on. Then they called me today. They say, we didn't even want you to come. We wanted a clarification of something that happened somewhere. Because somebody mentioned you that there was an accident somewhere, and you were passing, you left a card. And it's told that person, in case she needs your help, they can call. Is that a problem? Are you an insurance company? Or you are doing what? No, you are writing a statement. So do you want my statement? No, we wanted you to say whether you saw it. Yes, I saw it. Is that the end of it? Yes. Why? Because when they summoned me, I did not report that matter to them. I did not even bother me. I went and asked my boss, who is the king in heaven. I asked them, I'm preaching your word. I'm telling you, tomorrow, Wednesday, I'll be in church teaching about your kingdom.
And now I'm being subjected to a watchman or somebody who's down there. What is this? God had to change the narrative. Bwana Yesu asifiwe sana. When Isaiah was sent to Hezekiah, coincidentally my name is Hezekiah. When Isaiah was sent to Hezekiah, Hezekiah was a king and he was also a prophet. He was taken there and met Hezekiah, and he told Hezekiah, the Lord is saying this, prepare, you are going home. Hezekiah, because he knew his right, he knew he's a blessed man, he knew he got dominion, over death. He didn't agree with Isaiah. He told Hezekiah, is that okay? Are you now? Utataka kauji kadogo? No. I've been sent, then go. Then Hezekiah, because he has control, and he knows he's carrying a blessing from the king, and he knows he's carrying power over death, power over diseases, power over anything. He went to the wall where he speaks to his master, and he faces the wall where he speaks and tells the master, you know what? I normally worship you. Do you know that? I normally worship you. If I go to the grave, I will not be able to worship you. Then he tells him, after all those things, remember only one thing I've ever done. Because he's speaking to a blessing institution. An institution that blessed you never to fail but to succeed. An institution that says you're never going to be a tail but the head. An institution that said you will be blessed when going and you will be blessed while coming. Your food will be increased. Your fruit of your womb will be blessed. That institution, when you speak and you adhere to that institution, you don't need shenanigans ambazo mnakuaga nazo hapa. You don't need. You need only to command. Because you don't start by preaching the gospel of healing. You don't start preaching the gospel of deliverance. You don't preach the gospel of these things that you are seeing. Because these things that you are seeing, they belong to the kingdom. You address the kingdom will solve other things. Hello? Kukitokea typhoid. The typhoid, you will speak to the government. We don't speak to typhoid. We speak to the government and tell the government, kuna typhoid imetokea Kisumu. Then the system, Ministry of Health, will land in Kisumu. And they will solve the problem. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you address the king, because you are a loyal family, you are a child of the family of the kingdom, you go to your father and tell your father, I am having a problem, then everything will be sorted out. Kemani, where Kemani? Kemani yako wapi? Ebu asikie hiyo mtoto venye anataka. Simple as that. If I sit here to start teaching about deliverance, I sit here to teach you about healing, I am confused, I'm doing things of religion. I'm only supposed to teach you about your father, who is a king, who is the top of the top, who is controlling, and even tell you that this thing that you're complaining about, it is under your feet. It was given to you. And you are not cursed, you are a blessed person, so you are not going to die. Hallelujah. That's why he went and he found Jeremiah is still complaining. Jeremiah chapter number 1 verse number 6. He was still complaining, saying, I'm still a baby. God went straight to Jeremiah and warned him, do never ever again say you are a baby, because where I will send you, you will go. Whatever I will tell you to go and say, you will say. Hello. The boy was too young. And the responsibility the boy was being given was too big. But he didn't know it is the master that has sent him. You don't need to carry your body, a big body. You need to be a 1 GB like this one. And then go speak to Ruto and tell Ruto, repent. Si ati tutafute mama kama huyu ati kwa sababu ni mnono Ruto tamsikia. No. What you are carrying is power. What is in you is what you need to just exercise. Exercise the power of God. Exercise the forces of God. Exercise the government of God. Once you do that, you don't need to panic. Me, I never panic. Do you think I panic? I don't. That is why I've been to prison 52 times. That is why I have been to prison 52 times. They have tried to nyonga me twice. It has refused. They have given bullets in my body, 12 here. None touched me.
And I'm still surviving. You came here and told me that, na historia yako, ufungue kanisa na historia yako. Na ndivyo historia yako ni baya. I tell you, it is yours, not mine. Mine is not bad. I'm doing the will of God. I'm in the will of God. And I'm telling you, I can assure you for free. This is our, how many months here? We are here? Yeah? March. Where? We are turning 1 year here. In another 7 months, we will be in a place where we have constructed. Amen. And I don't need to just ask myself, no, I am blessed. Is that what the Bible says? I am blessed. And he has given me power to subdue and power to dominate. And that is why I'm happy the way I am. Bwana asifiwe sana. Can you rise on your feet? Is the message now sinking now properly? Because in the first, when we started about it, I saw you are like, kwani huyu mtu ameanza kutufundisha kireko geke. No, you need to understand. Get out of that religion. Christianity is not religion. Get out of that religion. Hiyo kanisa ya Waroike, toka kwa hiyo kanisa ya Waroike na bibi yake. Toka kwa hiyo kanisa ya Ng'ang'a na bibi yake. Toka kwa hiyo kanisa ya Mwiro na bibi yake. Toka kwa hiyo kanisa ya Mwaneki na bibi yake. Enda kwa kanisa ya Yesu that is built on the rock. That is the kingdom. Kanisa ya Yesu ni kingdom. Kanisa ya Waroike, it is my territorial power. Hello. Simushike basi sadaka na mkono, mulete. Wekeleeni tu hapa. Wekeleeni tu hapa. Just place it here. So that watu warudi kazi. Yes, hallelujah. Mwambieni Bwana asante. 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 Wanadamu, mwambieni Bwana asante. 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 Sema nami kama mtoto Bwana. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto Bwana. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Moyo wangu wa kutamani Baba. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani Bwana. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Inua tu mikono yako. Mwambie Mungu akupatie ufunuo. Akupatie the dominion. Arudishe that power that was given to you that first day of the creation. That energy that was given to you. That authority that God gave to you. The authority of the supremacy to be superior over everything. Just open your lips. Tell God, this is what I want. No, the devil came to substitute my life. The devil came and changed the way you made me. And because I was never taught this word, to understand God, you are the king. You are the master. That is why I have been moved away from you.